Karibu kwenye makala fupi ya leo ambao tutajikumbusha enzi za nyuma hapo. Enzi za kina marehemu Malingita, msanii wa nyimbo za asili na ndio mwanzilishi wa nyimbo za asili za kisasa, na ndo alianzia kurekodi nyimbo hizo. Huyo wantijo kurekodi amemboga asili kutumira magita, na hawa huyo usababisha kanogochi maje mpinecha ngomeri soko, mpinecha pashange, mpinecha beni, mpinecha kadete, mpinecha ukoko, mpinecha buzori, mpinecha bunungule, mpinecha butona nungule, haba jimaja keri soko. Malingita ho rekodi hene male Malingita tadile ufata butakala mwana maronja. Utagala mwana maronja na mpaka sasa tuli namwe, na huyo alendelea kugubuchu unziki kukisukumu kutumira magita. Msanii Utagala mwana maronja enzi za nyuma hapo alikuwa na rekodi mziki kialbamu, na hizo albamu zilikuwa zinatofautiana. Kulikuwa na albamu ya nyimbo 8, kulikuwa na albamu ya nyimbo 12. Albamu ya nyimbo 8 ni albamu ambayo ilikuwa inapangwa kila upande nyimbo 4 na upande ule nyimbo 4. Albamu ya nyimbo 12 upande ulikuwa inapangwa nyimbo 6 na upande ulikuwa unapangwa nyimbo 6. Wasanii walikuwa wanaingia studio kwenda kurekodi wakiwa na wadhamini wao. Wale wadhamini walikuwa wanawadhamini wewe msanii, unakuwa na nyimbo kichwani, yeye mdhamini wako anakuwa na pesa. Zile pesa anaenda kutoa studio, wewe msanii unaimba, malipo yako mnagawana zile kanda. Wewe msanii unarekodi zile nyimbo, kishamaliza kurekodi yule meneja wako ndo anasimamia kwenye upande wa kuzalisha zile kanda. Kimfano mmeelewana kwamba bwana, mimi tunarekodi hii nyimbo, wewe mdhamini wangu utachukua kanda 5,000. Wewe msanii utabakiwa na nega ile ya kwenda kuzalisha zile tena kanda, na utabakiwa na kanda 5,000. Kimfano mmeelewana, kanda 10,000. Mbosi wako anachukua kanda 5,000, wewe msanii unabakiwa na kanda 5,000. Umeona? Bosi anaanza kuuza zile kanda. Ndio umetoa sasa ile albamu yako ya kwanza. Bosi anaanza kuuza zile kanda zake 5,000. Na unabakiwa huku hizi kanda zako 5,000. Umeona? Mnauza kwa gharama, kanda ilikuwa inanunuliwa kwa thamani ya shilingi 2,000. Bosi wako anaanza kuuza zile kanda, na wewe uko unauza zile kanda. Sasa unajikuta bosi hela alokutolea kurekodi studio, unajikuta anazalisha faida hadi faida, mtaji hadi mtaji. Yaani faida inazidi mtaji. Na wewe msanii unauza, yaani mpaka unasema kwamba nimepiga hela. Zamani walikuwa wanapiga hela kimfumo huo, kutoa kanda na kuanza kuziuza wao wenyewe. Na zikiisha zile kanda, kuna kanda ile original yake. Kulikuwa na kanda ile original yake, acha zile photocopy, ile original yake unaenda tena kuizalisha. Hiyo tena inakuzalishia kanda maelfu, tena unaendelea kuuza. Na ndio maana na mpaka sasa zile kanda zinaendelea kutoka, bado zipo. Kuna kanda original yake. Ukizungumza na hawa kina Budagala hawa, bado zipo zile kanda zile na pamoja na CD, na mpaka sasa bado zipo. Tunarudi kisasa. Kisasa mziki umekuwa ni shida sana. Soko la mziki limekuwa ni issue sana kwa msanii. Msanii sasa hivi unaingia studio na rekodi nyimbo yako audio. Sasa hivi unarekodi audio yako. Siku hiyo umeirekodi ile audio yako hiyo siku, ukichanganya tu kaiposti mtandaoni wakati bado hujaitolea video, unajikuta inakuwahi kusambaa. Ile audio inawahi kusambaa kabla ya malengo yako kutimia, kwamba ulikuwa unaiplania kwamba hii audio nimeitoa, video yake inatakiwa ikae hivi na mandhari hivi na mazingira hivi. Sasa kabla ya kuanza kuifanyia mazoezi madansa zako,
kuifanyia mazoezi ili kusudi muingie location kushoot ile video, unajikuta ile audio imesambaa sana, imekuwahi. Na ndio maana sasa unaona wasanii soko linakuwa chini. Ukitaka ufaidi muziki, una rekodi, unatoa video zako, jina linatoka, una hiti, unajulikana kwa watu, unaanza kutembea vijiji hadi vijiji, mijini hadi mijini, ndio maana unapata soko. Ukishaanza kutembea vijiji hadi vijiji kwenye center, unatanguliza matangazo kwamba tangazo msanii fulani anakuja tarehe kadhaa, na ndio maana utafaidi muziki. Inategemea na sasa umehiti kimfumo upi, na kama una jina dogo na hela utapata kiasi hicho. Kama ni star kabisa na hela utapata star kulingana na jina lilivyo, na ndio maana unapata soko. Lakini kama enzi za kina Budagala Mwana Maronja wamepiga sana hela kipindi hicho, na ndio wasanii na mpaka sasa jicho la washabiki ndio linao wamulika. Hao ndio wasanii wanaojulikana na mpaka sasa. Budagala ukirudi kwa upande wa Budagala, ukimzungumzia Budagala kama Budagala ni gwiji wa muziki wa nyimbo za asili, ni gwiji yule ni star, yule ni msanii, yule ndio kiongozi wa wasanii wa nyimbo za Kisukuma. Yule ndio kiongozi. Nasema kiongozi upande mmoja, ngoja nitofautishe, kwa sababu unaweza nikakwambia kwamba yule ndio kiongozi oni halali kagomana imo utebira bariho ba Matepe, bariho ba Mwanitore, bariho ba Inaga, abene bari upande bungoma. Unajua kariho mafungu ba Matepe ba Rungwecha, abene bari upande bungoma, uteko kubatora ku upande wa Budagala, abene upande wa Maringita, upande wa Kisima binjeye kwa abene batora ke ku ngoma, ku ba Mwanitore, ku ba Matepe, ku ba Magise, ku ba Migeregere, hauko bareko nuko. Lakini uroyompera kumakita urutosha kumakita kumpine cha kisasa kiongozi wao Budagala. Ule kiongozi Maringita lakini kashatotoka, ila ya kiongozi wao Budagala Mwana Maronja. Na ndio kiongozi kabisa wa nyimbo za asili kwa sasa ukitathmini na ukitazama tu kimfumo. Ndio ho mwanzilishi huyo Ali Utongi, na msanii yoyote anayeanza kurekodi nyimbo, msanii wose anaanza kurekodi membo kine anamtazama Budagala. Kwa sababu ninasema hivyo, kwa sababu nasema Budagala ndo wanzilishi wa nyimbo za asili kwa kutumia hizi vifaa vya kisasa. Wale ndo wanzilishi. Na Budagala amekaa sana kwenye game la muziki. Maana kukaa sana kwenye game la muziki kifupi tu, yani muziki anaupenda, muziki ni kipaji chake, mashabiki wake anawapenda, anazingatia kanuni na sheria za muziki, anazingatia ni nini maana ya muziki, anazingatia niwafanyie nini mashabiki wangu ili waendelee kunipenda na kunipenda zaidi. Anajua namna ya muziki. Ndio maana sasa hivi unaona wasanii wengi wanaibukia muziki, wanaimba mwaka mmoja wa pili chini, mwaka mmoja miezi chini. Sasa unafikiria ni wewe nini ambacho kinachowasababisha mpaka washuke haraka kiuzaidi? Kuna mifumo fulani hivi wanashindwa kuitafakari, wanashindwa na kuifanyia kazi. Akishapata jina anajua hapa tayari, kumbe bado.